Habari, ni mimi tena host wako Rodrick, na leo tupo na Chemsha Bongo ya TTS ya Tanzania Talent Show ambayo imezaminiwa na Patrick kutoka Mbeya, ambaye ameweka kitita cha shilingi 20,000 kwa mshindi wa Chemsha Bongo ya leo, ambao ni ya math, ni ya hisabati. Atakwenda kuondoka na kiasi cha shilingi 20,000. Ugonjwa wa taifa umerudishwa kwa vijana na tunataka tuone je yaliomo yamo. Hii ni hesabu, ni math challenge, na tumejikita kwenye magazi juto. Tuna vijana wetu wawili mbele yetu ambao tutawapa nafasi wajitambulishe, ndipo tuendelee na maswali. Kijana unaitwa nani? Niite Mwalimu Robert. Mwalimu Robert. Na huku naitwa Mwalimu Frank. Na wewe unaitwa Mwalimu Frank. Kwa hiyo kuna Mwalimu Robert na Mwalimu Frank ambao wapo kwenye math challenge. Are you ready? Yes, are we ready? Mko tayari? Tuko tayari. Na mimi na shauku pia vile vile kuwauliza maswali kama ifuatavyo. Naanza na swali la kwanza. 6 mara 5 kutoa 7. 6 mara 5 kutoa 7. 23. Yes. Robert kachukua pointi moja na Frankie kapata 0. Swali la pili, 15 kujumlisha 8 kutoa 6. 15 kujumlisha 8 kutoa 6. 10. 15 kujumlisha 8 kutoa 6. 17. Ya, Robert alitangulia kujibu na max 2, bado Frankie, Mwalimu Frankie ana max 0. Swali la tatu, 28 gawa kwa 7 kujumlisha 9. 28 gawa kwa 7 kujumlisha 9. 13. Yes, Robert point 3. Mwalimu Frankie ni max 0. Wote ni walimu hawa. Naona mchuano ni mkali kweli kweli, ingawa naona Frankie dalili sio nzuri, lakini bado tuna nafasi. Na ukumbuke kwamba mshindi ni yule ambaye atafikisha max 10 mbele ya mwenzake. Okay, tunaendelea na swali letu la 4. Swali la 4 linasema 7 mara 3 kujumlisha 8. 7 mara 3 kujumlisha 29. Yes. Robert kachukua tena max nyingine, anakuwa na max 4 na Frankie anakuwa na max 0 vile vile. Naendelea na swali letu la 5. 25 kutoa 10 kujumlisha 6. 25 kutoa 10 kujumlisha 6. 11. No. 25 kutoa 10 kujumlisha 6. 21. Ya, 21. Robert kachukua max nyingine, anakuwa na 5 na Frankie bado ana max ile ile 0. Tunaendelea na swali lingine. 5 kujumlisha 4 mara 6. 5 kujumlisha 4 mara 6. 54. No. 29. 29. Yes, Robert kanachukua pointi nyingine na kuwa na max 6, wakati Mwalimu Frankie bado ana max kubwa kuliko kwa kushuka chini, ni 0. Tunaendelea tena na swali letu la 7. Na swali linasema 36 gawa kwa 9 kujumlisha 7. 36 gawa kwa 9 kujumlisha 7. 11. Yes, Robert alitangulia kujibu, hivyo anakuwa na max 1 zaidi, anakuwa na 7, na mwalimu wetu Frank amejitambulisha. Mwalimu Frank bado ana max 0. Tunaendelea na swali letu la 8, na swali linasema 17 kujumlisha 9 kutoa 5. 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 21. Yes, Robert anapata tena pointi nyingine zaidi, anakuwa na max 8 na Mwalimu Frankie bado ana max 0. Usema kweli dalili ni mbaya kwa Mwalimu Frankie, na ananijipa maswali, ni mwalimu wa somo gani huyu? Kwa sababu mpaka saizi bado na max 0 na mpinzani wake bado na max 8 mbele yake. Lakini kwa kuwa bado tuna nafasi, acha niendelee kuuliza maswali, huenda yakawa yale ambayo tulizani hayamo. Okay? Tunaendelea na swali letu la 9. Na swali letu la 9 linasema 20 gawa kwa 5 mara 4. 20 gawa kwa 16. Yes. Robert, nadhani mpenzi mtazamaji, nawe pia ni shahidi na ni shuhuda kwamba alitangulia kujibu swali hili, na anaongeza max 1, anakuwa na max 9, na Frankie bado ana max 0. Mpaka sasa usema kweli sioni matumaini kwa mwalimu mwingine, Mwalimu Frankie, lakini acha nisiwe jaji. Nani anajua? Huwezi jua kitu gani kitatokea. Tunaendelea na swali linalofuata, na swali letu la 10. Usisahau mshindi ni yule anayepata max 10 mbele ya mwingine. Hivyo Robert amebakiza max 1 tu aibuke mshindi, na Mwalimu Frankie ana max 10. Ni mlima wa kupanda ili aibuke kuwa kidedea mbele ya Robert. Okay, tunaendelea na swali letu la 10. Na swali la 10 linasema 12
gawa kwa 3 kujumlisha 8 kutoa 2. 12 gawa kwa 3 kujumlisha 8 kutoa 2. 12 gawa kwa 3 kujumlisha 8 kutoa 2. 10. Yes. Ni 10. Naona Frenki kapata max 1. Muda huo bado Robert kamtangulia mbele max 8, Robert ana 9. Tunaendelea na swali la 11. Swali linasema ni 5 mara 4 kujumlisha 7 kutoa 3. 5 mara 4 kujumlisha 7 kutoa 3. 24. Yes. Kama nawe ni shahidi ambao umesimama upande wa haki, utagundua kwamba Robert ametangulia kujibu swali hili na kapata jibu sahihi. Jibu ni 24. Hivyo Robert anakuwa na max 10 na Frenki amekuwa na max 1. Hivyo mpaka hapo ni wazi Robert ndiye kaibuka kidedea katika mchuano huu. Moja kwa moja niwarudishe kwa wale washindani wetu kwa sababu mshindano wetu umeisha. Nianze na Mr. Robert ambaye amekuwa mshindi. Atoe neno, nimpe kipaumbele kulingana na ushindi wake. Tujue ana lipi la kusema juu ya chemsha bongo yetu. Mimi napenda kusema tu kwamba hesabu sio mlima. Hesabu ni simple. Unajua hesabu ni simple na naiweza. Ndio maana nimemfua hapa ndugu yangu vilivyo kabisa. Safi. Tuje kwa mshindi wetu Frenki. Frenki, una lipi la kusema katika chemsha bongo hii, kwa sababu Frenki umeonekana ulizidiwa sana. Frenki ulizidiwa max 9 mbele yako. Kipi kimekurudisha nyuma au una lipi la kusema katika hali hii? Mimi nimshukuru mpinzani wangu Mr. Robert hapa. Kwamba hesabu ni sawa, ni gonjwa la taifa, lakini sio kwamba kufeli kwa mara moja ndio kwenda kufeli. Tazidi kupractice na mambo yataenda vizuri. Yeah, nadhani kaongea neno moja kubwa sana. Shida sio kufeli, shida ni kufeli tena. Kwa hiyo yeye mwenyewe anasema ataenda kupractice ili awe bora zaidi. Hilo nadhani ni jambo la busara zaidi. Na Mr. Robert, unalipi la kushauri kwa watu ambao wanaona kama hesabu ni ugonjwa wa taifa, kwa sababu wewe umeonesha ni kinyume ya hivyo? Unalipi la kusema katika hili? Kama aliposema bwana Frenki hapa, yeye challenge atakayoifanya ili kufanya comeback kwenda kufanya practice. Kwa hiyo kumbe practice ndio inasaidia zaidi watu waweze kuiona mathematics ni swala jepesi zaidi. Okay. Na nitarudi kwa Frenki pia, una neno gani kwa mdhamini wetu Mr. Frenki? Neno kwa mdhamini wetu, tunamshukuru kwamba tunajifunza. Kwa mfano kama hesabu ilivyokuwa mbele yetu hapa. Kidogo imetukumbusha huko mbali. Kwa tunamshukuru sana, endelee kutufanya hivi kila siku. Tunaendelea kuhamasika na watu wengi watajumuika kwenye hichi kipindi. Okay, na Robert, una neno gani kwa mdhamini wetu pia? Mimi naweza kusema tu kwamba tunamshukuru kwa sababu ametufanya tuenjoy, tuungane kwa pamoja, tufurahie maisha, lakini pia tujifunze. Kwa hiyo shukrani za dhati zimwelekee yeye kwa sababu ametufanya tukutane kwa pamoja na tuenjoy. Okay, na mimi nikiwa kama host pia nasema shukrani kwa mdhamini wetu kwa kutupa nafasi ya kushiriki mambo haya na kuacha vijana wale wanaoshindana na wanaoshinda wasiondoke kinyonge. Shukrani na akaribie tena kutu support kwa siku nyingine. Nashukuru. Mpaka wakati mwingine tena.